My name is Overseer Ndong. Jina langu ni Mwangalizi Ndong. Hallelujah. Hallelujah. I love the Lord Jesus. Nampenda Bwana Yesu. I'm an advocate of the High Court of Kenya. Mimi ni wakili katika koti ya juu ya Kenya. I practice here in Nairobi. Ninatenda kazi maeneo haya ya Nairobi. And many other places. Na mahali mengine pengi. But I also preach the gospel. Lakini pia nahubiri injili. Which is the main thing I do. Ambayo ndio jambo la muhimu kabisa ambalo nafanya. Because all these others will end. Kwa sababu vitu hivi vingine vyote vitakwisha. But we know that the man called Jesus. Lakini tunajua kwamba mtu aitwaye Yesu. Is the one coming back to take the church. Ndio yule ambaye anarudi kulichukua kanisa. I worship at the City Mega Church. Ninamwabudu Bwana katika kanisa la City Mega. But I preach the gospel everywhere. Lakini nahubiri injili kila mahali. So it has been the desire of my heart. Hivyo imekuwa tamanio la moyo wangu. To come and put together. Kuja na kuweka pamoja. A team. Kikundi. That we may be able to do the Lord's work here. Ili kwamba tuweze kutenda kazi ya Bwana hapa. Hallelujah. Hallelujah. Because I know. Kwa sababu najua. My brother and friend Overseer Chirchir. Ndugu yangu na rafiki Mwangalizi Chirchir. Is really fought. Amepigana kabisa. To have Kahawa West the way it is. Kuweza kuwa na Kahawa West jinsi ilivyo. But something tells me in my heart. Lakini kitu inaniambia katika moyo wangu. That the Lord Jehovah. Ya kwamba Bwana Yehova. He is going to do a new thing. Anaenda kutenda jambo jipya. You see. Unaona? Listen to me. Nisikizeni. The mega prophets brought us a good thing. Manabii wakuu zaidi sana wa Bwana walituletea jambo jema. Even somebody standing outside and listening to the worship. Hata mtu ambaye anasimama nje na anasikia ibada. Manabii wa Bwana walituletea kitu mzuri. Manabii wa Bwana walituletea kitu kizuri. Even with that worship where we have arrived. Hata na hiyo ibada tu mahali ambapo tumefika. We can just go back home. Tunaweza tu kurudi nyumbani. We can just receive the Lord. Tunaweza tu kumpokea Yesu. And walk away from Kahawa West. Na kuondoka Kahawa West. And our hearts will be blessed. Na mioyo yetu itakuwa imebarikiwa. Because when the mega prophets of the Lord came. Kwa sababu wakati ambapo manabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikuja. They restored worship in the walirejesha ibada kanisani. Hallelujah. Hallelujah. Now I know that we have a short time. Sasa najua kwamba tuna muda mfupi. Allow me to preach here. Niruhusu nihubiri hapa. And then we go out for the crusade. Alafu tunaenda nje kwa ajili ya mkutano wa hadhara. Because I have longed to visit Kahawa West. Kwa sababu nimetamani sana kutembelea madhabahu ya Kahawa West. How many are happy with Jesus? Wangapi wana furaha na Yesu? Hallelujah. Hallelujah. How many are happy with the Lord? Wangapi wana furaha na Bwana? How many are happy that he sent us the mega prophets at such a time? Wangapi wana furaha kwamba alitutumia manabii wakuu zaidi sana wa Bwana kwa wakati kama huu? Now I normally say this. Sasa huwa ninasema hii. I am going to preach now. Very shortly. Sasa hivi kwa muda mfupi. I normally say. Huwa ninasema. But this gospel we received from our fathers. Ya kwamba hii injili ambayo tulipokea kutoka kwa mababa zetu. For which Jesus went to the cross. Ambayo kwayo Bwana Yesu alienda msalabani. It is a very sweet gospel because. Ni injili nyeti na ambayo ni kali kabisa kwa sababu. We are preaching at such a time. Tunahubiri kwa wakati ambapo. When the gospel preaches itself. Wakati ambapo injili inajihubiri yenyewe. Wherever we came from. Pale ambapo tulitoka. We struggle to preach the gospel. Tulingangana sana kuhubiri injili. We struggle to tell people. Tulingangana kuambia watu. The glory of Jesus is still alive. Utukufu wa Yesu ngali hai. Here when the Lord sent us the mega prophet. Hapa wakati ambapo Bwana alituma manabii wakuu zaidi sana wa Bwana. The gospel preaches itself. Injili inajihubiri yenyewe. It preaches itself because. Inajihubiri yenyewe kwa sababu. The cripples are preaching it. Viwete wanaihubiri. So if you don't want to listen to Overseer Church. Kama hutaki kumsikia Mwangalizi Church. Maybe blessings is still working. Basi mtoto blessings angali anatembea. If somebody says. Kama mtu atasema. For me I don't want to listen anymore. Kwangu mimi sitaki kusikia tena. The blind are preaching it. Basi vipofu wanaihubiri. Hallelujah. Hallelujah. Lunatics have been restored. Watu vichao wameweza kurejeshwa. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord Jehovah. Hivyo Bwana Yehova. Brought us a very powerful message. Alituletea ujumbe wenye nguvu. A message that before you preach. Ujumbe ambao kabla uhubiri. You can see what that message has done into universities. Unaweza kuona kile ambacho huyo ujumbe You can see what that message has done to widows. Unaweza kuona kile ambacho You can see what it has done to orphans. Unaweza kuona kile imetendea. So you do not need to struggle. Hutaji kung'ang'ana. The rescue mission
mission of the Lord never fails. That Ile is my misheni message. ya ukombozi ya Bwana kamwe haiwezi kufeli. Ndio ujumbe That is my wangu. message for today. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Allow me to begin this way. Niruhusu nianze namna hii. I will read a few scriptures Nitasoma maandiko machache because I know I will not finish. kwa sababu najua kwamba sitamaliza. But we will get somewhere Lakini tutafika mahali before we go out. kabla tuende nje. Are you able to help me with the strings? Je, mnaweza Thank you. kunisaidia na kinanda? Lift up your hands like this to Jesus. Inua mkono wako namna hii kwa Yesu. Listen to me. Nisikize. I don't want to begin preaching Sitaki kuanza kuhubiri and then I lose you along the way. alafu niwapoteze njiani. Listen. Sikiza. In the redemption plan of God, Katika ule mchakato wa ukombozi wa Bwana, when the Lord set out for the sake of the heart of mankind, wakati ambapo Bwana alikanyaga mbele kwa ajili ya moyo wa binadamu, when the Lord set out to Kahawa West wakati ambapo Bwana aliondoka na kuja Kahawa West and decided that I am going for a particular soul, na akaamua kwamba naiendea nafsi fulani, the Lord Jehovah Bwana Yehova has really struggled with mankind in that mission. ameng'ang'ana sana na wanadamu katika hiyo misheni. In fact, if you read the Bible, Hata hivyo ukisoma Biblia, sometimes you almost think wakati mwingine hata unafikiria that the mission is ya collapsing. kwamba misheni inafeli, inaanguka. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Because Kwa sababu you read it from Genesis. unasoma kutoka kitabu cha Mwanzo, He creates man anamuumba mwanadamu, and destines how he wants man to live. alafu anamwekea desturi mwanadamu jinsi ambavyo anapaswa kuishi. And before you know it, Na kabla ujue, man mwanadamu is already fellowshipping with the enemy. tayari amekwisha kuingia katika kuhusiana na adui. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. And therefore, Alafu kwa the hivyo Lord draws him out of his Bwana presence. anamtupa kutoka kwa uwepo wake. Hallelujah. Hallelujah. But even in doing that, Lakini hata katika kufanya you hiyo begin to see unaanza kuona that the Lord Jehovah, ya kwamba Bwana Yehova when he sets out to rescue our people, wakati ambapo anajiondoa kuweza kuwakomboa watu, Kahawa West, listen to me, Kahawa West nisikizeni, that mission must succeed. hiyo misheni lazima ifaulu, Because kwa sababu in driving them out, katika kuwaondoa katika uwepo he wake slaughters an animal aliweza kumchinja mnyama and be able to cover na them kuweza kuwafunika with a skin na ile ngozi as an evidence kama ishara that the sacrifice ya kwamba dhabihu that is ultimate, ambayo ni ya kilele, that is final, ambayo ni ya kilele, that is final ambayo ni ya mwisho and kabisa, effective na ambayo inatenda is the kazi sacrifice of the blood. ya kwamba ni dhabihu ya But damu. when the people will embrace the blood, Na wakati ambapo watu watakumbatia damu, it does not matter. basi haijalishi The rescue mission of God, ile misheni ya ukombozi wa it Mungu never fails. haiwezi kufeli. And then Alafu he walks with them from there. anatembea na wao kuanzia pale, And then you think he is succeeding. alafu unafikiria kwamba anafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And when you move a bit higher, Alafu ukienda mbele kidogo, and then alafu you meet the generation of the Tower of Babel, unakutana na kizazi cha mnara wa Babeli, you almost think this thing is collapsing again. unafikiria kwamba hii kitu inasambaratika tena. They are building the tower. Wanajenga mnara, They want to reach Jehovah wanataka kumfikia Yehova, with human intervention. wanataka kujaribu ile kuingilia kati ya They have binadamu, abandoned the sacrifice of the blood. wameachilia ile dhabihu ya damu. And the Bible says, Biblia the inasema Lord Jehovah, Bwana Yehova, because he is sovereign, kwa sababu yeye ni mkuu, he is sovereign. kwa sababu yeye ni mkuu, There is no one above him. hakuna yeyote aliye juu yake. Even when they decided Hata wakati ambapo waliamua that the Tower of ya Babel kwamba mnara wa Babeli is the way out, ndiyo njia ya kuondokea, Jehovah in his mercy, Yehova katika rehema zake, in judging them, katika kuwahukumu, he had the plan to save them. alikuwa na mpango wa He kuwakomboa, confused their language. akaweza
see, Unaona, I love this because napenda hii kwa sababu over here we are in a beautiful ministry. mwangalizi tuko katika misheni, katika huduma ambayo ni ya kupendeza. On Monday we are singing a cripple has walked. Siku ya Jumatatu tunaimba kiwete ametembea. On Tuesday we are on sackcloth. Siku ya Jumanne tumevaa mavazi ya gunia. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. On Wednesday again Siku ya Jumatano we are tena in Menengai. tumeenda Menengai. On Thursday again, Siku ya Alhamisi when tena you think we are now making wakati it, ambapo tunafikiria kwamba sasa the Lord tunafanikiwa, takes us back to the sackcloth. wanaturudisha tena katika mavazi ya The gunia. rescue mission of God. Ile misheni ya ukombozi ya Bwana. He raises Abraham. Anainua Abrahamu. When you think Abraham is succeeding, Wakati ambapo unafikiria Abrahamu anafanikiwa, then Hagar, alafu Hagar he takes Hagar. anachukua Hagari. Ishmael is born Ishmaeli anazaliwa, and is punished out. alafu anaondolewa, anatupwa nje. But Lakini listen to me, Kawa West. nisikize Kawa West, I would have read many scriptures, ningesoma maandiko mengi sana, but I want to bring you on one page before I read the lakini scripture. nataka kuwaleta katika kurasa moja kabla nisome andiko hili. But even in that struggle, Lakini hata katika huko can kung'ang'ana, I assure you wacha niweze kuhakikishia that as so long as the Lord has raised an altar in Kahawa ya West, kwamba ili mradi Bwana ameinua madhabahu Kahawa it West, does not matter the level of apostasy. haijalishi kiwango cha mwanguko wa imani, The rescue mission of God ile misheni ya ukombozi ya will Bwana snatch some people itawachukua watu wengine and put them in the kingdom na of our Father. kuwaweka katika ufalme wa Mungu. That is why here we don't give up. Hiyo ndio sababu hapa hatukati tamaa, Whether you walk out of church hata utembee uondoke kanisani because you think you are kwa sababu important, unafikiria kwamba wewe ni muhimu. Yahweh will bring other people. Yahweh ataleta watu wengine. The rescue mission of Ile God misheni ya ukombozi ya Bwana never fails. haiwezi kufeli. Can we begin from Genesis 22 then? Wacha tuanzie kitabu cha Mwanzo 22 basi, Because kwa sababu you know, watu wengine najua kwamba ni wageni pia, they're wondering. wanashangaa These people have been fought for the last 20 years. ya kwamba watu hao wamepingwa kwa miaka 22. Utafanya kila jitihada. Even many of you, Hata wengi wenu you really disturbed God before you entered. mlimsumbua Bwana sana kabla muingie hapa. Ai, People who disturbed God. watu ambao walimsumbua Bwana, For the first time, you just come and check. kwa mara ya kwanza unakuja tu unaangalia, I say, I don't want this thing. Let me go. hapana, sitaki kitu hiki, unarudi. You come back again Unarudi tena after 2 years. baada ya miaka miwili. You hear the Lord saying, Unasikia Bwana anasema Kenya will go down. kwamba Kenya itanguka. You run away again. Unakimbia tena, You come back again. unarudi tena. But even in that trouble, Lakini hata katika hiyo I want to masumbuko, assure you nataka that kuwahakikishieni the rescue mission ya of kwamba God, misheni ya ukombozi ya Bwana, if the Lord has set out to look for souls, kama Bwana ametoka nje kuweza kutafuta nafsi, and blessed are you if you are that soul. na umebarikiwa kama wewe ni hiyo nafsi. It does not matter how many times you will disturb God. Haijalishi ni mara ngapi utamsumbua Bwana, The hand of God that never fails moyo wa Mungu ambao kamwe haufeli must one day catch up with, lazima siku moja itakukuta, including the hard ones. You know, there are people who are hard. kujumuisha wale ambao ni wagumu, watu wagumu. You go and preach to them. Unaenda kuwahubiria, Aye. They will ask you questions. watakuuliza They maswali, will ask you, watakuuliza ah, how did Noah? ya kwamba je, Nuhu How did Noah preach to the whole world? Nuhu alihubiria dunia mzima kwa njia gani? He had no technology. How did it reach the Au kwa whole na teknolojia ilifikiaje ulimwengu mzima? No, I want you to read it for me from your Bible. Nataka unisomee kutoka kwa Biblia. Then you are an evangelist. You just return home with your Bible and say, okay. Alafu wewe ni The Lord mwinjilisti will na help vitu you. nyumbani na Biblia yako unasema hapana, Bwana atanisaidia. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. But Lakini even such a person, hata mtu kama huyo, overseer, the day the Lord sets out to bring that person to repentance, mwangalizi ile siku ambayo Bwana ataondoka nje kumleta huyo mtu katika huduma ya toba, whether it is through judgment, hata kama ni kupitia hukumu, you will be saved. utaokolewa. Genesis 22, read with me. Mwanzo 22, soma pamoja I nami. promised you I will finish in good time. Niliwaahidi kwamba nitamaliza kwa wakati mzuri. I will read from verse 8. The Bible says this. Nasoma kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, Just read with me. It says, soma tu pamoja nami. Nasema, Abraham answered, Abrahamu akajibu, God himself will provide for the lamb, Mungu mwenyewe atajipatia mwana-kondoo for the burnt offering, kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. and the two of them went together. Nao hao wawili wakaelekea mbele pamoja. When they reached the place God had told him about, Walipofika mahali ambapo Bwana alikuwa ameambia kuwahusu, Abraham built an altar Abrahamu akajenga madhabahu hapo, and arranged the wood on it. akaziweka kuni juu yake, He bound his son Isaac akamfunga mwanawe Isaki, and
laid him on top of the wood. na akamlaza kwenye madhabahu. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Kisha akanyosha mkono wake na kuchukua kisu ili amchinje But mwanawe. the angel of the Lord called out from Lakini heaven. malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akamwambia, He said, Abraham, Abraham. Abrahamu, Abrahamu. He said, here I am. Akajibu, mimi hapa. Do not lay a hand on the boy. Akamwambia, usimdhuru Do kijana not do anything to him. wala umsimtendee jambo lolote. Now I know that you fear God, Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, because you have not withheld from me your son. kwa sababu ukinizuilia mwanao, Haujanizuilia mwana wangu. au kunizuilia mwanao, Your only son. mwanao wa pekee. Hallelujah. Haleluya. Lift up your hands to Jesus. Inua mkono wako kwa Yesu. I know many of you are familiar with that story. Najua wengi wenu mnaifahamu hiyo hadithi. Why did I read it? Kwa nini nilisoma? Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Our fathers have taught us, and you know Mababa zetu wametufundisha na mnajua how difficult this decision was. jinsi ambavyo hii kauli hii ilikuwa ngumu kabisa, uamuzi huu. To make a decision, for Abraham to make a decision Kwa Abrahamu kufanya uamuzi that you take your only son. ya kwamba unamchukua mwanao wa kipekee. Bwana Yesu Bwana wasifiwe. Yesu asifiwe. And do the instruction of the Lord. Na unatenda maagizo ya Bwana. But the Lord had already spoken Lakini Bwana alikwisha tayari ameongea that somebody in Kawa West must be saved. kwamba mtu katika Kaoes lazima akombolewe. As difficult as it was, Kwa hivyo hata kama ilikuwa mgumu kiasi hiyo, Abrahamu obeyed God to the letter. alimtii Bwana kwa herufi. But you realize many things there. Lakini unagundua mambo mengi pale. Two things are Mambo important. mawili ambayo ni muhimu. Number one, you realize Ya kwanza unagundua that in that journey, ya kwamba katika hiyo safari there was no return. hakukuwa na kurudi nyuma. You don't see somebody who wants to return. Hauoni mtu ambaye anataka kurudi. He took the knife last minute Alichukua kisu dakika ya mwisho. because the Lord is looking for Kwa souls. sababu Bwana anatafuta nafsi. He said, Alisema, because the Lord has sent me, kwa sababu Bwana amenituma, I will do this. nitafanya hii. Number two, Ya pili, the Bible says Biblia inasema he laid the son ya kwamba alimlaza mwanawe on top of the wood. juu ya hivyo kuni. The gospel of the wood, Injili ya kuni, the redemption of the wood, ile ukombozi ya the msalaba ya kuni. deliverance of the wood. Ukombozi wa kuni It has always been the ultimate. kila mara imekuwa ya kilele. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe. asifiwe. Hallelujah. Haleluya. The wood, the wood, Ile mbao ya msalaba, mbao. the wood, the wood. Ile mbao. He says, Anasema Abraham Abrahamu is laying there ya kwamba alikuwa amemlaza pale as the only son. wakati kama mwana wa kipekee. Isaac is laying there. Isaki amelala pale. And Abraham is saying, Abrahamu anasema, Lord, Bwana, because you have kwa spoken, sababu umenena, I will slaughter him. nitamchinja. Then he says, no, Kisha anasema hapana, don't slaughter him. usimchinje. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu I remember nakumbuka why John cried. kwa nini Yohana alilia. John said, Yohana alisema who is worthy ya kama nani anastahili to open the scroll kufungua gombo or look into it? ama kutazama ndani And yake. cried and cried. Na akalia. And he said, Na akasema one has been found. kuna mmoja aliyepatikana. Hallelujah. The Haleluya. introduction of the Lamb of Ule God. utangulizi wa mwana kondoo wa Mungu. He said, look up. Anasema tazama juu. He saw a lamb. Akaona mwana kondoo. And you also shocked Yes, nanyi pia mmeshangazwa that he looked up. ya kwamba aliangalia juu. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. And you shocked that he didn't look down. Je, mmeshangaa kwamba kuangalia chini? You now understand why he told them Unaelewa sasa ni kwa nini aliwaambia at the point of ascension. katika wakati wa kupaa juu. Say when they looked up, Ya kwamba wakati ambapo waliangalia juu, they saw two men dressed in white waliona watu wawili ambao wamevalia mavazi meupe, who told them, ambao waliwaambia, men of Israel, watu wa Israeli, I can see you are looking intently. naweza kuona kwamba mnaangalia juu kwa But makini. save Jesus. Huyo Yesu Whom you have seen going down, mmemwona akienda he will juu, return basi atarudi. up. Atarudi kuangalia juu. Because I can stop there and ask Kwa this sababu naweza question. kukoma pale na kuuliza In kanisa, this redemption of God, katika mchakato huu wa ukombozi wa Bwana, where are you looking at? unaangalia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. No, we don't read scripture here. We don't read scripture like the world. Hapana, hapa tusomi maandiko kama ulimwengu. We can even stop there and ask. Tunaweza hata kukoma pale na kuuliza, This church of Kawa West, kanisa hili la Kahawa West, at such a difficult time, katika wakati mgumu na where hii, are you looking at? unaangalia wapi? Hapana. You see, people Unaona joke a lot. watu wanafanya mzaha They mingi. don't know the cost that this message was paid. Hawajui gharama ambayo ililipiwa ujumbe huu. Where are you looking at?
unaangalia wapi? I always say, Kila mara wanasema, overseer, mwangalizi, the sufferings of this earth, kule kuteseka kwa ulimwengu huu, the trouble of this earth, changamoto, mateso ya ulimwengu huu, the pain of this earth uchungu wa ulimwengu huu, is capable of denying anybody's salvation, whether you are a pastor. inaweza kufanya mtu akose wokovu hata ukiwa mchungaji. I always say, Kila mara wanasema, people say they are strong in the watu Lord. wanasema Hey, kwamba wako imara katika Bwana. before the Lord hits you, Kabla Bwana akugonge. hallelujah, Haleluya. and the troubles of the world Na masumbuko ya ulimwengu huu return you to looking up. ya kugeuza na kurudi kuangalia juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah to Jesus. Haleluya kwa Yesu. And this is why Na ndio sababu even families, hata familia, when the time cometh, wakati ambapo wakati unafika, the troubles of the earth wakati ambapo masumbuko ya will ulimwengu dissuade them itaweza kuwafanya until they can no longer look up. hadi hawawezi kuangalia juu. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu I want to remind this church, nataka kukumbusha kanisa hili, there is a lull. kuna kule kusingizia fulani. Hallelujah. Haleluya. Kusinzia fulani That always captures the heart of man. ambao huwa inaguza moyo wa mwanadamu. On this mission, Katika hii misheni, mankind thinks mwanadamu anafikiria that his ideas, ya kwamba mawazo yake, his successes, ya kwamba kufanikiwa kwake, his activities, ya kwamba kazi zake, his ambition ya kwamba yale vitu ambavyo anatamani must always get fulfilled before the rapture. kila mara lazima atimizwe kabla ya unyakuzi. It is the only reason why there is no urgency. Ndio sababu ya pekee ambao hakuna udharura, Because we think, kwa sababu tunafikiria if it has been said ya kwamba kama that imesemekana on Wednesday we are welcoming our fathers, ya kwamba siku ya Jumatano tunawakaribisha manabii wakuu zaidi sana wa we Bwana, think that day must arrive. tunafikiria kwamba hiyo siku lazima ifike. It is not bad to have ambitions. Sio mbaya kuwa na maono. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu And asifiwe. here we have gone to school. Na hapa tumeenda I shuleni. have just cleared my masters in law at the University of Nimemaliza tu Nairobi. shahada yangu ya uzabifu katika chuo kikuu cha Nairobi hapa. Hallelujah. Haleluya. It is not bad to carry ambition. Sio mbaya kubeba maono. But as you carry the ambition, Lakini wakati ambapo unabeba hayo maono na matamanio, just know, jua tu as you plan to open that big business, unapopanga kufungua hiyo biashara kubwa, just know wewe jua tu that the night before you wake up, ya kwamba usiku kabla ya kuamka, the one coming from up might yule ambaye appear. anatoka kutoka juu anaweza kujitokeza. He might appear Anaweza kujitokeza because there is a sleep kwa sababu kuna kulala, kusinzia on this rescue mission of God. katika hii misheni ya ukombozi ya Have Bwana. you looked up? We Je, can begin from there. umeangalia juu? Tunaweza kuanzia pale. Have you looked up? Je, umetazama juu? We are not like politicians who say Sisi sio kama wanasiasa ambao wanasema in 200 years ya kwamba katika miaka 200 we want this country to be better. tunataka taifa hili liwe bora. For us we are saying, Kwetu sisi tunasema whether it is the next minute, hata kama ni dakika inayofuata, may we see you. wacha tukuone. Whether it is tomorrow, Hata kama ni kesho, may we see you. wacha tukuone. Whether it is next year, Hata kama ni mwaka may ujao, we see wacha you. tukuone. Because we will always be looking Kwa sababu up. kila mara tutakuwa tuangalia juu. How much time has been wasted just looking down here? Ni wakati gani, muda gani ambao umeweza kutumiwa vibaya tukiangalia tu chini hapa? You can imagine. Unaweza kuwazia. You can imagine how much time people have wasted looking down here. Unaweza kuwazia muda ambao watu wamepoteza wakitazama hapa chini. You know, one time Najua wakati mmoja I got a scholarship nilipata ufadhili to go and study in Germany. kwenda kusoma katika taifa la Ujerumani. And this I will keep saying everywhere I Na hii go. nitaendelea kusema kila mahali ambapo ninaenda. Now, I did not know. Sasa sikujua, I only learned 3 days to signing the papers nilijua tu siku 3 kabla ya kuweza kuwa sahihi katika vile when I just left high school. wakati ambapo nilikuwa nimetoka tu katika shule ya upili. I just learned Nilijua that I'm given a form ya kwamba ninapewa ile cheti that says ambayo inasema I pledge to be a Roman Catholic. ya kwamba ninakubali kuwa Mkatoliki. I told the deputy governor. Na nikamwambia yule naibu gavana, This same Germany that was created by my father, kwamba ile Jehovah, Ujerumani ambayo iliumbwa na bwana wangu Yehova can dissuade us to abandon the mission of our father. inaweza kunifanya
it is okay for me to remain here ni vema kwangu mimi kubaki hapa and go to Kahawa West na niende Kahawa West on the agenda of the one that is coming up. katika agenda ya yule ambaye anakuja kutoka juu. So I remember, Kwa hivyo nakumbuka that is the time I realized people are really looking down. huo ndio wakati ambapo niligundua kwamba watu wanatazama chini kweli. People told me, Watu waliniambia, overseer, mwangalizi, just go. wewe enda tu. Once you sign that form, Pindi tu umekwisha kuweza kuweka sahihi katika hiyo cheti, you will get into that seminary and preach for them. basi utaingia katika hiyo seminari na kuwahubiria. I told them no. Nikawaambia hapana. I told them no. Nikawaambia hapana. To exchange the God of the mega prophets Kubadilisha Mungu wa manabii wakuu zaidi sana wa Bwana as a condition to change religion kama ile sharti ya kubadilisha dini and get human education. na kupata masomo ya kibinadamu. I told them it is okay. Nikawaambia ni sawa. Germany was also created by Jehovah. Jamani nayo iliumbwa na Yehova. We are going to a kingdom Tunaenda kwa ufalme that is up here. ambayo iko hapa juu. It is not down. Haiko chini. That is why I told them Sababu when niliwaambia they looked up, walipoangalia the juu Lamb of God. mwana kondoo wa Mungu. Even people in church told me, Hata watu kanisani waliniambia you are losing an opportunity of a lifetime. ya kwamba unapoteza nafasi ya mara moja. I told them it's okay Nikamwambia ni vyema if I'm to lose it kama nitaipoteza and go somewhere in the villages and preach the gospel. na It's kwenda okay. mahali vijijini na kuhubiri injili ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Why is it okay? Kwa nini ni vyema? In the rescue mission of God. Kama ile misheni ya ukombozi ya Bwana Up. juu. Read with me Genesis 16. Soma na Mwanzo I 16. am finishing this service. Na Today I'm malizie not ibada preaching. hii. Leo That's why you hii see I'm sihubiri. rushing. Ndio maana unaona I naenda kwa want just to kasi. encourage someone. Nataka tu kumtia moyo mtu. Because Kwa sababu Pastor Thomas already said mchungaji Thomas tayari alikwisha sema that there is something about ya brokenness. kwamba kuna kitu kuhusiana na kuvunjika. And I agree with him. Na nakubaliana naye In this ministry katika hii huduma of the Lord Yahweh. ya Bwana Yahweh. Oh, for you to survive. Kwa wewe kuweza You kufanikiwa kukaa really hapa. need your sackcloth anytime. Basi unahitaji near vazi lako la gunia kando yako kila wakati. you. Always near you. Kila wakati karibu nawe. Always. Kila mara. Because the Lord we worship here does not care about anyone. Kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu hapa mjali mtu yeyote. He doesn't. Hajali. He will save even people you don't like. Can you Atakomboa imagine? hata watu ambao huwapendi. No, one woman was telling me, Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ananiambia I don't know how my data also came to be a member of this church. ya kwamba sijui kwamba yule mdeni wangu pia alikuja kuwa aje katika kanisa hili. I said, Connie, the Lord does not save debtors. Akamwambia kwani Bwana hawakomboi wale ambao wana madeni. Even the person you don't like. The Hata ule rescue mtu ambaye mission. humpendi, If humtaki. the rescue mission of God has been through him, Kama He'll get misheni saved. ya ukombozi ya Bwana imepita kwake basi atakombolewa. it is you to get born again properly and forgive. Ni wewe uokoke vizuri na umsamehe. Here, Hapa. even the person you hate the most, the Hata Lord mtu will ambaye bless unamchukia zaidi 1,000 sana, times. Bwana atambariki mara 1000. So it is you to adjust your calendar. Kwa hivyo ni wewe tu kuweza kufanya vizuri kalenda yako. Genesis 16, the Bible says, verse Mwanzo 1, 16 Biblia inasema mstari wa 4. adjust your calendar because when the Lord comes, he does not care. Tengeneza tu kalenda yako kwa sababu wakati ambapo Bwana anakuja hajali. All he cares that somebody gets to the kingdom of Kile God. tu ambacho anajali ni kwamba mtu anaingia katika ufalme wa Mungu. He said, now Sarai, Anasema sasa Sarai Abraham's wife, mke wa Abrahamu had born no children, hakuwa amepata watoto. but she had an Egyptian slave named Hagar. Lakini alikuwa na mfanyikazi wa kutoka Misri ambaye alikuwa anaitwa Hagari. So she said to Abraham, Kwa hivyo akamwambia Abrahamu the Lord has kept me from having ya children. kwamba Bwana ameniweka kutopata watoto. Go sleep with my slave, perhaps I can bear a family through her. Basi nenda ukachumbiane, ninakupa Hagari kumpa uwe mke wako au mke wako, ukutane kimwili na Hagari ili kwamba uweze kupata mtoto. Run to verse 5 because I want to move fast. Says, Mstari wa 5. then Sarai said to Abraham, Ndipo Sarai akamwambia Abrahamu, you are responsible for the wrong I am suffering. unawajibikia na manyanyaso ninayoyapata. I put my slave in your arms. Nilimweka mtumishi wangu mkononi mwako. And now that she knows she's pregnant, Sasa kwa vile anajua kwamba ana mimba, she despises me. ananidharau mimi. May the Lord judge between you and me. Bwana na amue kati yako na mimi. Your slave is in your hands. Mtumishi wako yuko mkononi mwako. Abraham said, Abrahamu akamwambia, do to her whatever you think best. mtendee lolote unalofikiri ni bora zaidi. Then Sarai ill-treated Hagar, Ndipo Sarai akamtesa Hagari, so she fled from her. hivyo akamtoroka. The angel of the Lord found Hagar Malaika wa Bwana akamkuta Hagari near a spring in the desert. karibu na chemchemi huko jangwani. It was the spring beside the
the road to Shur. ilikuwa chemchemi iliyokuwa kando ya barabara iendayo Shuri. And he said, Malaika akamwambia, Hagar, Hagari, slave of mtumishi Sarai, wa Sarai, where have you come from? umetokea wapi? And where are you Na going? unakwenda wapi? I am running away from my mistress Sarai. Kimbia bibi yangu Sarai. Then the angel of the Lord told her, Ndipo malaika wa Bwana akamwambia, go back to your mistress rudi kwa bibi yako and submit to her. ukajishushe chini yake. Hallelujah. Haleluya. The angel of the Lord told her, Malaika akaendelea go akasema, back to your mistress nenda kwa bibi yako and submit to na her. ujishushe chini The yake. angel of the Lord added, Malaika akaendelea I kusema, will increase your descendants tazidisha wazao wako so much that they will be too numerous to count. hivi kwamba watakuwa wengi mno wasiohesabika. The angel of the Lord said to Pia her, malaika wa Bwana you are akamwambia, now pregnant wewe sasa una mimba and you will give birth to a son. nawe utazaa mwana, You shall name him Ishmael, utamwita jina lake for Ishmaeli, the Lord has heard your kwa misery. sababu Bwana amesikia juu He ya will huzuni be a yako. wild donkey of a man. Atakuwa punda mwitu His katika hand will wanadamu, be against anyone, mkono wake utakuwa dhidi ya kila and mtu everyone's hand against na him. mkono wa kila mtu dhidi And he yake, will live in hostility towards all his naye brothers. ataishi kwa uhasama na ndugu zake She wote. gave this name to the Lord Hagari akamka Bwana jina hili, who spoke to her. ambaye alizungumza You are the naye, God who sees wewe me. ndiye Mungu unionaye For she mimi, said, kwa maana I have alisema, now seen the one who sees me. sasa nimemwona yule anionaye mimi. That is why the well was called Beer Lahai Roi. Ndio sababu ile kisima kitaitwa Beer Lahai Roi, It is there between Kadesh and Bered. ambacho bado kipo kati ya So Kadeshi na Agar Beredi. bore Abraham a son. Hivyo Hagari akamzalia Abrahamu And mwana, Abraham naye Abrahamu gave the name Ishmael akamwita huyo jina Ishmaeli to the son that she had born. kwa mwana ambaye Hagari alimzalia. Lift up your hands to Jesus. Let me Mkono explain wako for kwa you. Yesu. Wacha niwaeleze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. I will not go to the point where now Hagar is being banished. Sitaenda kwa Ishmael kiwango is ambapo being sasa banished. Hagari Ishmaeli anafukuzwa, samahani. Ishmael and Hagar Ishmael na Hagari were eventually banished. mwishowe walifukuzwa. Why were they banished? Kwa nini walifukuzwa? They were banished because Walifukuzwa kwa sababu Hagar Hagari was a maid servant alikuwa mtumishi wa kike to Sarai. kwa Sarai. Hallelujah. Haleluya. And then Ishmael Alafu Ishmaeli was born out of that arrangement. alizaliwa kutokana na huo mchakato, kutokana na huo mpangilio. So he was not born in the house of faith. Kwa hivyo hakuzaliwa katika nyumba ya imani, He was born outside. alizaliwa nje. And then Alafu if you reach the point where they are being banished, ukifikia wakati ambapo sasa wanafukuzwa, the same thing happens. basi kitu kile kile kinatendeka. Sarai complains. Sarai ananungunika, analalamika. And she says Alafu anasema she knows that she now has a son. ya kama anajua kwamba sasa ana mwana, And because of that, na kwa sababu ya hiyo she is despising me. basi ananidharau mimi. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And then the Bible says, Alafu Biblia inasema, hallelujah. haleluya, Abraham spoke to Sarah. Abrahamu akazungumza na Sarai Just like she's telling her here, namna ambavyo anamwambia mahali hapa do whatever you want to do ya kwamba fanya chochote kile ambacho unataka kufanya with the maid servant and the child. na mtumishi wa kike na mwana wake. Listen to me carefully. Nisikize kwa umakini. And then Sarai Alafu decides Sarai anaamua, that look, umetazama, she makes a statement anafanya kauli fulani that she must not inherit. ya kwamba kamwe hawezi kurithi, Ishmael must not inherit Ishmaeli hawezi kurithi from the house of faith. kutoka kwa nyumba ya imani. Hallelujah. Haleluya. And so they are banished Kwa out. hivyo basi wanafukuzwa. I will not read that part. Sitasoma sehemu And hiyo. when they are banished Na out, wakati ambapo the wanafukuzwa, Bible says Biblia inasema at one point in their kwa journey, wakati fulani katika safari yao. listen to me now. Nisikize The sasa. Bible says Biblia inasema at a certain point kwa wakati fulani in their journey, katika safari yao, the child called Ishmael, mtoto ambaye anaitwa Ishmaeli, hallelujah, haleluya, hallelujah, haleluya, is thirsty. basi anasikia kiu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Bwana Jesus. Yesu I asifiwe. hope I'm preaching to people that are listening to me. Natumai kwamba nahubiria watu ambao wananisikiza. Sitaki kupoteza mtu yoyote. Sitaki kumpoteza mtu yoyote. I'm ready to start again. Niko tayari kuanza tena. Listen to me. Nisikize vyema. This is what happens. Hiki ndicho kile ambacho kinatendeka. Abraham, Abrahamu, hallelujah, haleluya, hallelujah, haleluya, takes Hagar the maid servant, anamchukua Hagari mtumishi wa kike, hallelujah, haleluya, and sleeps with na Hagar, analala naye, hallelujah, haleluya. and then Alafu a child is born. mtoto anazaliwa His name is Ishmael, ambaye jina lake ni Ishmaeli, hallelujah. haleluya. And because Na kwa sababu Sarah feels Sara anahisi that look, ya kwamba tazama, right here, sasa hapa this maid servant of mine, huyu mtumishi wa kike wangu, listen to me, nisikize, she despises me. ananidharau. And because of that, Na kwa sababu
ya hiyo she must not inherit, hawezi kamwe kurithi, because she is not the house of kwa faith. sababu yeye si wa nyumba ya imani. She was born outside. Alizaliwa nje ya nyumba ya From imani. that time on, Kutokana kwa wakati huo kwenda everybody that was born outside kila mtu ambaye alizaliwa nje could not inherit. angeweza kurithi. And so they come out on a Na journey kwa hivyo wanatoka katika safari and they are banished. na wanafukuzwa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Ishmael Ishmaeli and Agar, na Hagari they set out on a journey. wanaanza A safari, journey of banishment. safari ya kufukuzwa. The Bible says Biblia inasema at one point in kwa that wakati journey, fulani katika hiyo safari Ishmael Ishmaeli became thirsty. akapata kiu. And Yesu was Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says, Na Biblia inasema Agar cried, Hagari akalia, said, Lord, akasema the Bwana, child here. mtoto hapa. Hallelujah. Haleluya. He is thirsty. Ako na kiu, He's going to die. anaenda kufa. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. And then again, Alafu the tena Bible says, Biblia the inasema Lord told Agar, Bwana akamwambia Hagari the child will not die. kama mtoto hatakufa. And then he gave him the second instruction. The second instruction. Alafu akampa maagizo ya He pili, told him, akamwambia look up, tazama juu, look up, tazama juu, look up, tazama juu, look up. tazama juu. The Bible says, Biblia when inasema she looked up alipotazama and juu looked down, akaangalia a chini well of water akaona appeared. kisima cha maji kikijitokeza. Then the Bible says, Biblia inasema when the child drank the wakati water, ambapo mtoto Hey. alinywa ile maji, he lived again. basi akaishi tena. That is how the Gentile church is seated here Hivyo today. ndivyo kanisa la watu mataifa limeketi hapa leo hii. And that is why the Bible says, Na sababu Biblia inasema does the Lord banish people from his presence forever? ya kwamba je, Bwana fukuza watu kutoka kwa uwepo wake milele? He says, not at all. Anasema hapana, la The Lord hasha. Jehovah, Bwana Yehova, one thing that you must note with him jambo again, moja ambalo lazima tena muweze kujua in kumhusu his rescue mission, katika misheni yake ya ukombozi, the Lord remembers mercy. Bwana anakumbuka rehema. Because Kwa sababu Ishmael would have died. Ishmaeli angekufa, Ishmael would have died. Ishmaeli angekufa, Hagar would have died. Hagari angekufa. But again, like Abraham, Lakini tena kabla ya Abrahamu they are told, wanaambiwa look up, tazama juu, look up. tazama juu. When they looked up Walipoangalia juu and down, wakaangalia chini, a well of water. kisima cha maji. The Bible says, Biblia inasema Ishmael, Ishmaeli he lived. aliishi. The rescue mission of God. Ile misheni ya ukombozi ya Bwana. Can we run to Genesis 19:16? Tunaweza kukimbia kitabu cha Mwanzo 19:16. It never fails. Haifeli, It never fails. haijawahi kufeli. 19 verse 16 says, 19:16 Biblia inasema, this one you have read. hii mmeisoma. But let me begin from 14. It says, Wacha nianze 14. so Lot went out and spoke to his sons-in-law, Kwa hiyo Loti akatoka na kuzungumza na wakwe zake who were pledged to marry his daughters. waliokuwa wamewaposa binti He zake. said, hurry and get out of this place, Akamwambia, fanyeni haraka kuondoka mahali because hapa, the Lord is about to kwa destroy kuwa the Bwana city. yu karibu kuangamiza mji huu. But his sons-in-law thought he was Lakini joking. wakwe zake wakafikiria kwamba alikuwa akitania. That is the whole sermon. Hiyo yote ni mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu We asifiwe. can't even begin discussing that. Hatuwezi hata kuanza kujadiliana kuhusiana na It is hiyo. a whole sermon. Ni injili mzima, ni Because mahubiri you mzima. learn Kwa sababu unajifunza The rescue mission of God also. ya kwamba misheni ya ukombozi ya Bwana pia Sometimes it takes long until people, wakati fulani inachukua muda mrefu hadi watu they get used to sin. wanazoea dhambi, They create a relationship with sin, wanafanya uhusiano na such dhambi that they think the judgment of God is a joke. kiasi kwamba wanafikiria kwamba hukumu ya Mungu ni utani. Because Kwa sababu how can somebody come to you and say, hurry up, hurry up? mtu anawezaje kuja kwako na kukwambia kwa harakisha, Like in this generation. kama katika kizazi hiki, Then you say they are joking. alafu unasema kwamba wanafanya mzaha, Until Venezuela was hit. hadi wakati ambapo Venezuela iligongwa, Until Kenya saw the wrath in 2007. hadi wakati ambapo Kenya iliona ghadhabu mwaka 2007. I always say this. Kila mara wanasema hii, The mega prophets of Yahweh, manabii wakuu zaidi sana wa Yawe, nobody hakuna mtu yeyote ever touches them and survives. ambaye anawagusa na anaweza kuishi. And I always tell Na this. kila mara wanasema hii, Let me remind Kawa wacha West. nikumbushe Kahawa West, The Lord Bwana always wins. kila
kila mara anashinda. But the fear is Lakini hofu ni kwamba how he wins. jinsi gani atashinda. Because Kwa sababu he can win by flattening down a nation. anaweza kushinda kwa kufanya kuwa tambarare taifa nzima. He Kuigonga still would kabisa. have won. Bado tayari atakuwa amekuwa ameshinda. Because Kwa sababu in the fight against sin, that is how katika he vita won. dhidi ya dhambi, That is how he won in Sodom. hivyo ndivyo ambavyo alishinda Sodoma. The reason the church must repent, Sababu ambayo kwa kanisa lazima itubu, the reason we are still in sackcloth, sababu ambayo tungali katika mavazi ya gunia, is because ni kwa sababu in this rescue mission of God, katika Kahawa hii West, misheni ya ukombozi ya kanisa the la Lord West, must win. Bwana lazima ashinde. But he can win by destroying an entire town. Lakini anaweza kushinda kwa kuharibu taifa nzima. He can win by bringing down an entire nation. Anaweza kushinda kwa kuangusha taifa nzima. Kwa namna hiyo. That is why we must repent. Na sababu lazima tutubu. We must put on sackcloth in this era where professionals fear sackcloth. I will Lazima say tuvae this. mavazi ya gunia katika majira haya ambao wanataaluma wanaogopa sana vazi la gunia. I will say this thing. Nitasema mambo haya. In this era of class, Katika majira haya ambao watu wana viwango. this is the era to stock your house with more ashes than bananas. Ndio majira ya kuweza kuwa na majivu mengi katika nyumba yako kuliko ndizi, matunda. Because look at this. Kwa sababu tazama hii. He spoke to them. Alizungumza na wao. They thought he was playing. Wakafikiria kwamba alikuwa anacheza. And then, Alafu listen to me again. nisikize tena. With the coming of dawn, Na kwa kufika asubuhi, the angel of the Lord urged Lot. malaika wakamhimiza Loti. I always panic when I read with that scripture. Kila mara huwa nahisi, Because we know the angels of the Lord don't have time to argue with anyone. kwa sababu tunajua kwamba malaika wa Mungu hawana nafasi ya kuweza kujibizana na mtu But can yote. you imagine Lakini overseas? unajua, unaweza kuwazia mwangalizi, They reached a point until they urged wanafikia wakati ambapo hadi walimhimiza, to urge you. kukuhimiza. The Bible does not even say they commanded Lot. Biblia isemi kwamba Hey. hata walimwamrisha Loti. It says Inasema the angels urged Lot. malaika wakamhimiza Loti. Hurry, Wakamwambia, fanya haraka, take your wife mchukue mke wako and 2 na daughters binti zako wawili walioko hapa, who are here, walioko hapa, or you will be swept. la sivyo utaangamizwa. Can I explain to you something there? Je, niweze kuelezea jambo pale? Aren't you shocked that the angel is not talking about the sons-in-law? Je, mjashangazwa kwamba Biblia malaika azungumzi kuhusu wale wakwe wa Loti? If we had time, we would have read that. Kama tungekuwa na Aren't nafasi you tungesoma shocked kuhusiana na hiyo. Je, mjashangaa that when he thought they were joking, kwamba wakati ambapo walifikiria kwamba anafanya mzaha, he moves to the next? basi anaenda katika kitu kinachofuata? Isn't that not the Lord? Je, si huyo si Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. This is why Kwa sababu this is a ministry in motion. hii ni huduma ambayo inasonga, huduma ambayo ina kasi. You don't want to move with the eternity. Hautaki kusonga na ile Forgotten, gone. na huduma, basi unasahaulika. It can never stop. Because Haiwezi kukoma, kwa sababu in the next chapter 15 now, it does not talk about the sons-in-law. katika sura ya 15 sasa, mstari wa 15 sasa, azungumzi tena kuhusu wakwe wa Loti. He's saying in the rescue mission of God, Anasema katika misheni ya ukombozi ya Bwana, the Lord shows mercy. Bwana anaonyesha rehema, But to those who are willing, lakini kwa wale ambao wana hiari, because the Lord is not a dictator. kwa sababu Bwana sio yule Bwana wa kulazimisha vitu. Then, Alafu all that was not what I wanted to read. I wanted to read verse 16. yote kile 16. ambacho nilikuwa nataka kusoma 16. When he hesitated, Alipo sita, the man grasped his hand, wale watu wakamshika mkono, the hands of his wife, wakamshika mkono mkewe and of his 2 daughters, na binti zake wawili, led them safely out of the city. akaongoza salama nje ya For mji, the Lord was merciful. kwa kuwa Bwana alikuwa na huruma. Again, you don't see the sons, Tena huoni tena wale wakwe wa Loti, the sons-in-law, wale wakwe wa Loti who thought the Lord is joking. ambao walifikiria kwamba Bwana anafanya mzaha. Isn't it a sad thing for the Lord to forget about? Je, si jambo la kuhuzunisha sana kwa Bwana kukusahau? The Lord did not even say they remained behind. Bwana The Lord hajasema just kwamba forgot walibakia about. nyuma. Bwana alisahau tu kuwahusu. So be careful
careful because Kwa hivyo iweni waangalifu kwa in sababu this rescue mission the Lord can also forget about. katika hii misheni ya ukombozi pia Bwana anaweza kusahau kukuhusu. But that is not what I wanted to read. Lakini hicho si kile ambacho nilikuwa nataka kusoma. I wanted to say this. Nataka kusema namna hii. Can you imagine Je, tunaweza kuanzia the graphics of this? ile picha taswira ya hii That when the Lord is out to save, ya kwamba wakati ambapo Bwana ameondoka nje kuweza kukomboa, when Lot hesitated, wakati ambapo Loti alisita, he caught the hands basi akamshika mkono and took him out. na kumvuta kumtoa katika mji. Can you imagine? Je, unaweza kuwazia The rescue mission of God. katika ile misheni ya ukombozi ya Bwana? It is a battle. Ni vita, Because the Lord knew kwa sababu Bwana alijua that Lot and his daughters were ya willing. kwamba Loti na wanawake walikuwa na hiari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But in the willingness, Lakini katika hiyo hiari they hesitated. walisita, And the Lord Jehovah, na Bwana Yehova, because his mission must kwa succeed, sababu misheni yake lazima ifanikiwe, he has to demonstrate to these people ilikuwa ni lazima waonyeshe watu hawa that even in Sodom and ya kwamba Gomorrah, hata katika mji wa Sodoma na Gomora someone will be found. tu watapatikana, Because the rescue kwa mission, sababu misheni ya ukombozi it will never fail. kamwe haitafeli. The Lord had to get someone. Ilikuwa Bwana lazima mpate mtu. Kawa West. Kawa West, Oh, it does not matter the level of apostasy. haijalishi kiwango This is cha why- mwanguko wa This imani. is why Pastor Thomas, I tell the Kwa sababu church, mchungaji Thomas anaambia kanisa, I know that we are in the hour of apostasy. ninajua kwamba tuko katika saa ya mwanguko kutoka kwa imani ya kweli. Don't mourn forever about that apostasy. Usilie kabisa milele kuhusiana na huo mwanguko. Oh, this church. Oh, kanisa hili. Oh, this is happening. Oh, inatendeka. The rescue mission of God must get his people. Ile misheni ya ukombozi Let ya me Bwana tell you. lazima ipate watu wake pale. No, nobody sent you. Nobody sent you. Hakuna mtu yoyote ambaye alikutuma. The owner of the message has never mourned. Yule mwenyeji wa ile Why you ujumbe hajawahi kulia. Mbona unaomboleza? Why are you mourning? Mbona unaomboleza? He's saying, Anasema even where you don't have hope, God must find people there, rescue them. If it matters carrying their hearts, he will pull them out. hata mahali ambapo hapana tumaini, Bwana atapata watu pale, atawakomboa. Hata kama itabidi kuwabeba na kuwaondoa, atawabeba. God is not a joke in his rescue mission. Bwana sio mchezo katika misheni yake ya ukombozi. And that is why in this mission, Na ndio sababu katika hii he misheni has called drunkards. amewaita walevi. Remember, our fathers came to the church first. Unakumbuka baba zetu walikuja kanisani kwanza, When the mainstream church rejected them, wakati ambapo kanisa ile kuwa iliwakataa. he began by doctors. Alianza na madaktari, Flushed them out in those clinics back to the gospel. akawaondoa katika hizo kliniki kuwarudisha katika injili. Many of them were not even bishops in Wengi this. wao hata hawakuwa makuhani. When he went to the city and realized, wow, Alipoenda katika mji na akagundua ya kwamba the house of faith does not recognize the messenger, ya kwamba nyumba ya imani haimjui yule aliyetumwa, he went for alcoholics, basi akaendea walevi, turned them around, akawageuza used them to build the ministry for na them. akawatumia kuweza kujenga huduma kwa Because ajili the ya rescue mission of God, sababu Kawa West, misheni ya ukombozi ya Bwana Kawa West cannot fail. haiwezi kufeli. Cannot fail because 2 or 3 people fell in the church. It will Haiwezi never fail. kufeli kwa I sababu want watu to wawili assure watatu walianguka kanisani. Haiwezi. Nataka kuhakikisha. He's saying, Anasema in that apostasy, ya kwamba katika huo mwanguko there are people that are going to enter. kuna watu ambao wanaenda kuingia katika ufalme wa Mungu. Read with me 1 Samuel. Soma nami kitabu cha Samueli wa kwanza. I am finishing. Namalizia. I know Najua I'm not worried sina wasiwasi because we want to work here for a long time. So kwa I'm sababu not tunataka worried. kutenda kazi hapa kwa muda mrefu, kwa hivyo sina wasiwasi. I will finish where I finish because we want to go out. Nitamaliza pale ambapo namalizia kwa sababu nataka kwenda nje. I'm not worried because we will be back here to do work. Sina wasiwasi kwa sababu tutarudi hapa kutenda kazi. Work. Because Kwa sababu this place is not our place. This is a mahali small hapa place. sio petu. Hapa ni It's a pahali small padogo. place. Hapa ni pahali padogo. This is a small place. Hapa ni pahali padogo. You know there are people who come to church to mourn. Unajua kuna over watu things ambao they can- wanakuja kanisani they can actually kuomboleza work on. juu ya vitu ambao wanaweza kuvitendea kazi. No, Hapana. this is not our place. Hapa sio mahali petu. There is a God in heaven Kuna Mungu aliye mbinguni who sent the mega prophet. ambaye aliwatuma manabii wako zaidi sana wa Bwana. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Let me read the last scripture. Wacha nisome andiko la mwisho. During the
reign of David, katika utawala wa Daudi, 2 Samuel 21, I'm finishing. Samueli 2 Samuel 21, wa verse pili 1, 21 kuanzia mstari wa kwanza. the rescue mission of God. Ile misheni ya ukombozi ya Bwana It never fails. kamwe haifeli. The Bible says, Biblia inasema during the reign of David, wakati wa utawala wa Daudi there was a famine for 3 successive years. kulikuwa na njaa kwa miaka 3 So mfululizo. David sought the face of the Lord. Kwa hiyo Daudi akatafuta uso wa The Bwana. Lord said, Bwana akasema it is on account of Saul ni kwa sababu ya Sauli in his blood-stained house. na nyumba yake iliyotiwa madoa ya It is damu, because he put the Gibeonites to death. ni kwa sababu aliwaua Wagibioni. The king summoned the Gibeonites and spoke to them. Mfalme akawaita Wagibioni na kuzungumza nao. Now, the Gibeonites were not part of the Israelites, or Wagi- part of Israel, but were survivors of the Amorites. Bioni hawakuwa wana wa Israeli, ila walikuwa mabaki ya Waamori. The Israelites had sworn to spare them, Waisraeli walikuwa wameapa kuacha but hai, Saul in his zeal for Israel and Judah had tried to annihilate them. lakini Sauli katika uwivu wake kwa ajili ya Israeli na Yuda alikuwa amejaribu kuangamiza. David asked the Gibeonites, Daudi akawauliza what shall I Wagibioni, do for you? niwatendee How nini? shall I make atonement so that you will bless the Lord's inheritance? Nitawaridhishaje ili mbariki urithi wa The Bwana? Gibeonites answered him, Wagibioni wakamjibu, we have no right to demand silver or gold from Saul or his family. hatuna haki ya kudai fedha wala dhahabu kutoka kwa Sauli au Nor jamaa do we yake, have the right to put anyone in Israel to death. wala hatuna haki ya kumuua mtu yote What katika do you want me Israeli. to do for you then? David Daudi asked. akawauliza, mnataka niwafanyie nini basi? They answered the king, Wakamjibu as mfalme, for the man who destroyed us and plotted against us, kwa habari ya mtu aliyetuangamiza na kufanya ila so mbaya that dhidi we have yetu, been decimated and have no place anywhere in Israel, ili kwamba tuangamizwe na tusiwe na yeyote katika Israeli, let 7 of his male descendants be given to us to be killed, tupatieni wazao wake 7 wa kiume tuwaue hadharani, and their bodies exposed before the Lord at Gibeah of Saul, na tuwaue hadharani mbele za Bwana huko Gibea ya Sauli, the Lord's chosen one. aliyekuwa amechaguliwa na Bwana. That is my last scripture. Hilo ndilo andiko langu la mwisho. Let me explain to you. Wacha niwaelezee. Listen, Sikiza. if you read the book of Joshua, Ukisoma kitabu cha Yoshua chapter 9, mlango wa 9, you will get the great deception of Israelites and the Gibeonites. basi utapata ile hadithi ya udanganyifu ambao ulitendeka kati ya Waisraeli na watu wa Gibeoni. They tricked them. Waliwalagai, They came with torn clothes. walikuja na mavazi yaliyo mararu. Many of them had no sandals. Wengi wao hawakuwa na champali They za were miguu. famished. Walikuwa na njaa, So that ili kwamba Israel does not realize that this is the alliance of the enemy. Israeli wasigundue kwamba hao ni watu walio pamoja na maadui. And Joshua records, Na Yoshua na rekodi on that account, Israel allowed them to go through their land. ya kwamba katika hiyo kauli Israeli wakawaruhusu kupita katika taifa lao. And then, Alafu Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, they joined hands with the enemies of God, the Amorites, wakaungana mikono pamoja na maadui wa Mungu wa Amori, and attacked the house of na Israel. kaweza kuivamia nyumba ya Israeli. But remember, Lakini kumbuka, they got into a covenant with the house of Israel walikuwa wameingia katika ile agano na nyumba ya Israeli that, ya kwamba please, tafadhali we will give you all that we have carried. tutawapa kile chote ambacho tumebeba, Allow us to pass. turuhusu tupite. And because they could not go against that covenant, Na kwa sababu hawangeweza kwenda dhidi ya hiyo agano, they did not want to kill any of them. basi hawako wanataka kumuua yeyote kati yao. But Saul decided Lakini Sauli akaamua that he had to kill some. ya kwamba lazima auwe wengine. So when Saul has left kingship Kwa hivyo wakati ambapo Sauli ametoka katika utawala and David has come, na Daudi ameingia katika utawala, there is a famine in Israel for 3 years. basi kuna kiangazi katika taifa la Israeli kwa miaka 3 mfululizo. And David is asking, Na Daudi anauliza what shall I do? ya kwamba nitafanya nini? The Gibeonites ran to him. Wagibioni wakakimbia kwake. He said, no, Akasema hapana, this famine here, ya kwamba hii kiangazi iliyo it is hapa on the account of the blood that Saul ni kwa sababu ya ile damu ambayo Sauli was able aliweza to sprinkle over our people. kumwaga ile damu ya watu wetu. And then Alafu David asked a very important question that I'm Daudi going to finish akauliza with. swali la muhimu kabisa. He says, Akasema what shall I do? ya kwamba nitafanya nini? Is it silver or gold Je, ni dhahabu ama ni fedha that will pay in exchange of their blood? ambayo nitaweza kulipa ili kwamba kuweza kugharamia damu yao? And then Alafu they tell him no. ukamwambia hapana,
No silver and gold. Wakasema hapana, si dhahabu wala fedha. If you want Kama unataka to atone kuweza kulipisha, so that the Lord ili kwamba Bwana cuts off the famine, aweze kuondoa ile kiangazi, njaa, please tafadhali bring also 7 men, basi leta watu 7 that their blood ambao ili kwamba damu yao may be sprinkled iweze kumwagwa as a testimony to this church, kama ishara kwa kanisa hili, that you must always remember ya kwamba kila mara lazima mkumbuke. why Leviticus says, Kwa nini kitabu cha Walawi inasema 17 verse 11. 17:11? This is why Leviticus Kwa 17:11 sababu says, kitabu cha Walawi 17:11 inasema, I am finishing. namalizia, He says, inasema, I'm not reading another scripture. sisomi andiko nyingine tena. Leviticus 17:11, please help me. Mambo ya Walawi 17:11 pili inasema, It says this inasema, as we close and go out. alafu wakati ambao tunakamilisha na kwenda It nje, says, for the life of a creature anasema kwamba kwa sababu uhai wa kiumbe is in the blood, iko katika damu, and I have given it to you na nimeipa kwenu to make atonement for ili yourselves kwamba kuweza kufanya upatanisho kwa ajili yenu on the altar. katika madhabahu. It is the blood Kwa hivyo ni damu that can make atonement for one's life. ambayo inaweza kufanya upatanisho kwa ajili ya uhai wa mtu. He's saying, Anasema for the Gibeonites that were killed, kwa ajili ya Wagibeoni ambao waliuawa, no amount of silver or gold. hakuna kiwango cha fedha na dhahabu. You have to give me 7 other men to be killed. Lazima unipe watu 7 waweze kuuawa pia, Because the life of a kwa creator sababu maisha ya kiumbe in this rescue mission, katika misheni hii ya it ukombozi is always in the kila blood. mara ipo katika damu. To tell Kawa West Kuweza kuambia Kawa West why they say, kwa nini walisema ni